kuna ubaya wote wa kuchanganya lugha? Huko kuchanganya lugha kunaleta kumomonyoka ama kuisha kwa tamaduni ama kwa lugha nyingine. Kwa mfano, tukichukua maneno ya lugha fulani almaarufu tukileta kama sheng. Sheng siku hizi inakuwa hali ya kuwa lugha asili kama Kiswahili zinaisha. Lugha asili zile za mama pia zinaisha, na zikiisha zile lugha, kuna tamaduni pia zinazoambatana na hiyo lugha zinaisha. Kwa hivyo naweza sema huko kukopa maneno kunasababisha mmomonyoko ama kuisha kwa lugha nyingine kabisa. Naam. Mimi naweza sema kwamba pale tunapotumia maneno ya lugha nyingine ama tunapokopa maneno kutoka lugha nyingine, Naam. kama ulivyosema, tunapoteza tamaduni zetu. Na kwa mfano unapopata kabila ndogo linakutana na kabila lingine kubwa, mara nyingi unapata lile kabila ndogo litapoteza utamaduni wake kwa sababu litakopa maneno kutoka ile kabila kubwa ama hiyo lugha kubwa. Kwa hivyo mwisho wa siku unapata kwamba watu wanapozungumza kama ni Kiswahili, si kile Kiswahili sanifu ama Kiswahili fasaha. Naam. Muda mrefu unapata kwamba hata tamaduni zao pia zinapotea. Huo ni ukweli kabisa. Jambo lingine, tunapochanganya lugha inaonyesha kutokuwa na nidhamu. Naam. Kwa mfano katika muktadha kama wa ofisini ama vile ama pengine shuleni. Naam. Alafu kuna kingine ni kwamba unapoongea lugha ya mkopo ama ile lugha zege, basi inakuonesha na majigambo ya hali ya juu yenye si vizuri. Kwa mfano, mahali kwenye watu wanaongea lugha sanifu na wewe ukuje na hiyo lugha yako, hayo majigambo si mazuri, ndugu yangu Robin. Unaona? Sasa inaleta majigambo, majivuno, kiburi ambacho si kizuri. Kama hivyo ndivyo watu wanakufikiria, muonekano wako kwa kweli utaonekana hivyo. Kwa mfano nakuelewa kama pale kijijini. Naam. Watu kijijini wamezoea kuzungumza katika lugha moja. Naam. Kama kwa mfano ni Kiswahili ama pengine ni Kikambo ama lugha nyingine tu ya mama. Sasa mtu anapotoka mjini anaenda kule kijijini, wakati anapozungumza akichanganya lugha ama akichanganya maneno, huwa watu wanamwangalia kwa utofauti, wanamwangalia kwa jicho la upande, kwa sababu kule watu si kawaida ya kuchanganya lugha kweli ama kuchanganya maneno, wanazungumza tu kwa lugha moja. Unapata kwamba watu wana ufahamu mzuri wa lugha moja. Jambo lingine, kuchanganya lugha ni ishara ya uzembe. Naam. Pale mtu anapoanza kuzungumza lugha fulani kisha anamalizia na lugha nyingine, vile vile inaashiria uzembe, kwa sababu mtu hataki kujifunza lugha, anazungumza kwa undani. Ni mtu wa kurukaruka. Ni kweli. Hataki kujua hii lugha hii inaenda vipi, hataki kujua hii lugha hii inaenda vipi. Ni kweli. Hiyo ni ukweli kabisa. Halafu kitu kingine chenye kinakera ni kutokueleweka. Nikisema kutoeleweka ni kwamba unaweza kutumia neno kumaanisha kitu kwa uzuri tu, kumbe lile neno lile kwa jamii ile nyingine linamaanisha matusi ama kitu kisichokuwa kizuri. Sasa wewe unaweza usieleweke vyema, na si kwa sababu kitu kingine umetumia lugha nyingine tofauti zenye zinakinzana na maneno. Ama labda lugha uliotumia ama maneno uliotumia yana maana tofauti katika jamii nyingine. Hiyo ni ukweli kabisa. Sasa unapata kwamba haueleweki vyema.
na hilo si jambo zuri, hasa katika sehemu za kazi. Naam. Unaweza tumia hiyo lugha, watu wakaelewa mambo mengine, wakafanya mambo mengine tofauti na vile vyenye unamaanisha. Jambo lingine ni kwamba kama tulivyosema kwamba kuna athari za hizo lugha. Unaweza kuwa unatumia lugha fulani kumaanisha fulani, lakini ikafikia mahali kwamba ile lugha yako ishaathiri lugha nyingine, hali ya kuwa yale mambo yenye mnayaongea yanazama ama yanaisha kuwa hayakui, na Kiingereza nasema hayakui effective. Yaani hayaleti ile umuhimu kabisa. Sasa utapata pale umetumia lugha lakini haijakuwa na ile msisitizo kamili. Sasa ndio tunasema lugha kama zile ziko na athari zake. Sijakuelewa vizuri pale. Ninamaanisha kwamba unapotumia lugha za, wacha nitumie neno zege, ile ya kukopa, lugha ya kukopa, kuchukua neno huku, ni kwamba haikui na ile maana kabisa ambayo umedhamiria, yani dhamira kamili. Yani ugongi ndipo. Ugongi ndipo. Tumai mtazamaji umesikia kuhusu swala la kuchanganya lugha katika mazungumzo. Naam. Je, ni mara ngapi unachanganya lugha unapozungumza? Tuambie katika kisanduku cha maoni. Naam. Kwangu mimi, ndugu Rubin, naweza kusema katika haya yote yenye tunasema tukue tu waangalifu. Sisemi kutumia lugha za mkopo ama lugha zilizochukuliwa kwa lugha tofauti tofauti ni vibaya, ama kutumia lugha sanifu ni vizuri sana, ila tunapotumia hizi lugha wacha tuwe waangalifu. Tuwe waangalifu tukizingatia tamaduni zetu, tukizingatia heshima na taadhima za jamii zetu. Tusije tukawa tunayafanya haya yote tukaanza kukwazana mmoja baada ya mwingine, ama kujenga mipaka, tukaanza kusema huyu yuko na majigambo, huyu anapenda kuongea lugha sana, jifanya anapenda kuongea lugha sana. Ikakuwa vitu kama hivyo venye havyoeleweki. Ama sijui wewe unaweza kusemaje kuhusu hilo? Mimi maoni yangu ni kwamba tuangalie muktadha ambao tunatumia lugha. Naam. Ili tutumie lugha inayofaa katika muktadha huo. Ndio. Kama ni shuleni, tuzungumze lugha ambayo inafaa mahali pale shuleni. Kama labda umeenda kijijini, yenye yako labda haelewi Kiswahili ama lugha ya Kizungu, basi uzungumze lugha ambayo inaeleweka, lugha tendeti yenye nyanyako ama mamako ataelewa, ama yule mtu mwenye haelewi ile lugha nyingine geni ataelewa. Naam. Natumai mtazamaji umejifunza mengi kutokana na somo la siku ya leo. Ndio. Hadi wakati mwingine, kwaherini.